pande ya Nyamira na Kisii. Leo nimekuja hapa kwa sababu nilimepigiwa simu asubuhi na yule ambaye alikuwa ni seneta wa Nairobi, Seneta Kwamboka, akiniambia kwamba kuna dhulma ya jinsia iliyofanyikia mmoja wa wasichana wa Kisii katika eneo hili. Yaliyojiri ni kwamba ule msichana walikutana na mchumba wake katika Facebook, wakazungumza, wakapendana, kisha hali ya kimapenzi yakaanza. Yameendelea vizuri mpaka wakati jamaa alipotoka pale Marekani akafika huku. Alipofika huku ilikuwa ni minajili ya kumchukua yule mchumbake kumjulisha kwa mama mkwe na baba mkwe. Lakini alipofika pale ule jamaa alipinduka akawa ni fisi, akamtandika ule mwanamke, akamrarulia manguo, akamgonganisha kichwa kwenye sakafu na kwenye ukuta. Kisha yale majeruhi alipotoka pale akamweleza mama mkwe, mama ya kijana. Basi kijana akapandwa na mori, kwa nini mpenzi wake anamjulisha ule ambaye ni mamake. Akawatandika wote, mamake na msichana yule. Kisha akachukua kopo la maji lililokuwa na maji yaliyokuwa yamechemka kumwagilia ule mpenzi wake. Ule mpenzi wake akadaka kidogo, yale maji yakampata mama ya ule kijana. Mama aliweza kuchomeka vibaya na amekuwa hospitali mpaka alipotoka hospitali jana. Ule ambaye client wangu pia aliweza kuchukuliwa hospitali akaachiliwa. Mambo haya yaliripotiwa katika kituo cha polisi cha Mosocho, lakini kwa sababu mambo haya ni mazito yakaletwa katika eneo la DCI Kisii. Nimekuja kujua kwa nini mambo haya ule mtu hajashtakiwa. Polisi wamenieleza kwamba hawangeweza kwenda kuchukua statement kwa wagonjwa walikuwa hospitali, na hiyo ndio sheria. Nimekubaliana nao. Pili, alipoachiliwa ule client wangu wamechukua statement na P3. Wameenda sasa kuchukua statement ya ule mama na P3 yake itajazwa. Kisha wamemwandikia Director General wa Immigration aweze kujua kwamba ule ambaye inakisiwa kwamba ndiye alifanya dhulma hii alitoka Marekani lini, asharudi Marekani ama yuko hapa. Kwa hivyo kama yuko hapa, polisi wataanza kumsaka katika taifa la Kenya. Kama alitoka, polisi watashirikiana na kile kitengo cha Interpol na taasisi zingine za serikali kuweza kumleta ule hapa. File itakwenda kule kwenye director ofisi ya mkuu wa mashtaka, Director of Public Prosecution. Tunatarajia siku ya Jumatano Alhamisi ile file itafika pale, na ule director akikubali kwamba uchunguzi uko kamili, basi file itafika polisi, itafika mahakamani, na tumesema kwamba kesi hii haitafanyiwa kokote, itafanyiwa katika Kisii, sababu janga lilifanyika hapa, washahidi wako hapa, vyombo vya habari viko hapa, mahakama iko hapa, na tutaweza kuwa kotini tukishirikiana mimi na polisi pamoja na ofisi ya Director of Public Prosecution kuhakikisha kwamba dhulma za kijinsia, dhulma za kuwapiga wanawake, dhulma za kuwagandamiza wapenzi kwa sababu ni wanawake lazima zitakamilika. Na niko tayari, sababu vile nimesema hapa ni nyumbani. Sitataka kuona visa kama hivi vikitendeka katika eneo nililozaliwa. Wale waliodhulumiwa ni dada zangu, na yule kijana aliyetekeleza haya awe tayari kufuatana na sisi mahakamani, na tutahakikisha kwamba haki imefanyika kwa wale waliodhulumiwa. Asanteni. It's unfortunate that I'm back to my motherland, that's Kisii County, where a serious offense was committed against my client, a lady who was in a relationship with another Kisii man. They met over Facebook. A relationship ensued. Later it turned on sour, and allegations to the effect that the boyfriend traveled all the way from the US to come and physical assault my client. My client was poured and scalded with hot water. She was beaten. She was assaulted in a manner that is inhuman.
and the purported aggressor left Gusiland, went to Syokimau, carried all the household equipments and the furniture, relocated them to an unknown destination. That person had also removed my client from a college she was in and purported to take her to a university. My client faced the biggest humiliation a human can face, being poured hot water on her face. Her trade is her face. For women, the face, the beauty of a woman is on the face. She's scalded. She might not get another husband or another lover. She was taken to hospital. Also, the mother-in-law, allegedly that is the mother of the aggressor, was also hurt. She was taken to hospital. The matter was reported to Mosocho police station, and that is where I start to be very concerned. And because the matter was of great public interest and great concern, it was transferred to the DCI office, Kisii. The DCI office took up the matter, but they had not taken actions until when I was instructed. I've come in, I've had a discussion with the DCI, I've had a discussion with the investigating officer, and this is what I have found out. One, the police could not go to take statements from the hospital because the two patients had to recover fast. My client was discharged towards the end of last week, and I can confirm that the police immediately after she left the hospital, she recorded a statement. Her P3 has been signed and completely failed, awaiting further action. Number two, the mother of the alleged attacker was discharged yesterday. The police have dispatched officers to look for her, to record a statement. They will record a statement from her today, latest tomorrow, and her P3 will be filled. Third, this is an issue that concerns a person who is allegedly staying in the US. The Department of Immigration must be involved. I've confirmed from the police here that they have written to the Director General of Immigration, although you know very well the problem with the passports, wanting to know some critical issues. When did that aggressor ever leave this country to the US? What is his status in the US? When he came back, he entered in this country when? Did he ever come here? Did he ever leave after the attack? So that if he has not left the country, the police now will start trailing that person within the boundaries of Kenya. If he left, the Kenyan police, the DCI, will invoke the relevant arms of Interpol to get that person back here if he did the offense to be charged. So I'm satisfied with the way the police have done their job. I'm satisfied with the professional manner the DCI has conducted this matter, so there is no cause of alarm. Yet there is also another issue that I've told the police, that some of the family members who remained here have been threatened. And I shall be bringing them here in the course of the week to record statements of people who have called them, who have texted them, who have threatened them, so that a new investigation is mounted to try to know, is it true the perpetrators want to interfere with the witnesses? The perpetrators of this offense want to bribe, so that to bribe my clients and their families to withdraw this matter. So it is my position that I have instructions that my client will not withdraw this matter. I have instructions to pursue, and for this time, I'll be acting together with the police
We shall be from one side to ensure that justice is done, and I'll keep the members of the Fourth Estate every other week the progress of this matter. We expect that the file by the end of this week, by the end of next week, shall be complete. Then the file shall be forwarded to the Director of Public Prosecution, who are, after making a decision whether to charge or not to charge, we shall then move according to the position of the Director of Public Prosecution. But for now, I wish to thank the members of the Fourth Estate for keeping up this story alive, for keeping up the rights and fundamental human beings of a person, but a simple advice. Men, violence over women is not a norm today. Any differences between a man and woman should not be a reason to deface, to brutally attack, to hit, or even to injure the women. Just pack and go, divorce that woman, leave her to go, but don't expose her to this cowardly, inhuman act that my client faced.